Nitasoma kitabu cha Mathayo sura ya 14 mstari wa 15, na unasema: hata kulipokuwa jioni, wanafunzi wake walimwendea wakasema, mahali hapa ni nyika tupu. Ni mahali ambako ni jangwa, watu wako kwenye ukame na wana njaa, lakini walikusanyika mbele za Yesu. Sawa? Matumbo yanadai, wanapaswa kwenda nyumbani, lakini pia hawana chakula. Na kinatoka wapi sasa? Na hawa ni wanafunzi wa Yesu, walikusanyika mbele za Yesu. Tumekusanyika kwenye tukio hili kiujumla, tumekusanyika mbele za Mungu. Na nina uhakika Mungu atakuhudumia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na saa imekwisha pita. Waage makutano waende zao vijijini, wakajinunulie vyakula. Yesu akawaambia, hawana haja ya kwenda zao. Hawana haja ya kwenda, hawana chakula. Na ninyi wanafunzi hamna chakula, lakini mnaniomba ni waruhusu waende kujitafutia chakula, wakati hawa wana njaa na wamekuwa wamekusanyika mbele za mfalme. Ni kuondoe shaka, kama kutoka ndani ya moyo wako unaamini umekusanyika mbele za Bwana, hauna haja ya kuwa mkiwa na hauna haja ya kukaa kwenye ukame. Lakini huo ndio ukweli. Kama unaamini umekusanyika mbele za Yesu na mbele za Mungu, na kuhakikisha iliyo kweli, Bwana atafanya mambo mapya. Endelea kusoma. Wapeni ninyi vyakula. Bwana Yesu aliagiza wapeni ninyi chakula. Kwenye kusanyiko la Bwana kuna wanaohusika kuwapa watu chakula. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye tukio hili kumeandaliwa chakula. Mungu aliagiza mana kutoka mbinguni, wakaketi watu maelfu wakala. Sawa? Bwana Yesu kama mwana wa Mungu aliye juu na mtumwa wa Mungu wa pekee, alipokuja kudhibitisha kwamba yeye ndiye chakula kishukacho kutoka mbinguni, lakini pia anaonyesha uwezo wake pamoja na Mungu, namna ambavyo lilo neno linapaswa kutimia hata kwa nyakati zetu. Sawa? Kwamba kuna nguvu katika hilo. Ili neno wapeni chakula aliagiza Bwana. Kwa hiyo kila Mkristo au mtumishi wa Mungu, kama kuna aina ya nguvu na utendaji wa pekee, ajifunze hilo. Nikikuuliza ni mara ngapi umeamua kuandaa kusanyiko ndani ya nyumba ya Mungu kuwapa watu chakula? Bwana aliagiza hilo. Lakini niwahakikishie hiyo kweli kwamba kama tumeagizwa kupewa chakula na hao wameandaa, kuna kusudi ndani yake. Naomba endelea kusoma. Mstari wa 17. Ndiyo. Wakamwambia, hamna kitu hapa ila mikate 5 na samaki 2. Akasema, nileteni hapa. Akawaagiza makutano, wakaketi katika majani. Ndiyo. Akaitoa ile mikate 5 na wale samaki 2, akatazama juu mbinguni. Akatazama mbinguni kwa Mungu aliyetengeneza mana, kwa Mungu mwenye uwezo kuleta mahali chakula ambako hakina. Na nguvu ya iliyo ndani ya chakula ndio kitu cha muhimu sana. Amina. Nenda kusoma. Akabariki, akaimega ile mikate. Ndiyo. Akawapa wanafunzi. Ndiyo. Wanafunzi wakawapa makutano. Ndiyo. Wakala wote wakashiba, wakayaokota masazo ya vipande vya mikate. Ndiyo. Vikapu 12 vimejaa. Ndiyo. Nao walikuwa wanaume wapata 5,000 bila wanawake na watoto. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Bwana alionyesha muujiza. Wana wa Israeli walipokuwa jangwani, Mungu aliwapikia chakula ambacho dunia ikijue kinaitwa mana, na wakaketi wakala, na kilikuwa na utaratibu na masharti yake. Kuna waliofuata utaratibu wakabarikiwa, na kuna waliokosea utaratibu wakakutana na madhara. Kilipikwa na Mungu kwa ajili ya watu wake. Amina. Kinaitwa mana. Na kuna watu hawajui hiyo siri ya mana ya mbinguni. Kumbe na mbinguni kuna chakula. Tutajuaga tukienda huko. Lakini haikuishia hapo. Kina siri. Chakula kina nguvu ya ajabu sana, na lina utaratibu wake. Lakini
wakati wa majira ya kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo, alichokifanya ni nini? Alionyesha nguvu ya upendo wa Mungu wa pekee wakati ambako yeye kama mlishaji wa chakula. Kwa sababu ya ratiba ni nyingi, nitapitia vitu vichache. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba mtu mmoja anisaidie kusoma kitabu cha Mathayo